Kisha nikaona mnyama mwingine afanana naye sana na chui, aliyekuwa na vichwa 7 nazo pembe 10 juu ya vichwa vile. Alikuwa na taji 10 juu ya zile pembe zake 10, miguu kama ya dubu, kinywa chake kama vile cha simba. Alikuwa na sifa zile za wanyama 4 walio kwenye kitabu cha Danieli sura ile ya 7. Yule joka akampa nguvu nyingi na kumpatia kiti cha enzi, wakamsujudia yule joka kwa kupitia mnyama kama chui, na akampa kinywa cha kunena maneno machafu yenye makufuru. Akajiita ni Mungu duniani awezaye na kusamehe dhambi. Umbo lake la chui kama chui yule wa Uyunani, miguu kama ya dubu, sawa na Umedi na Uajemi, kinywa chake cha simba, sawa na utawala wa Babeli, pembe zake zote 10 sawa na utawala wa Kirumi. Mungu alitoa mifano hii ili siku za mwisho tuifahamu. Ona mnyama mfano wa chui ni sawa na kanisa kuu la Rumi, na zile pembe 10 ni mataifa 10 ya Ulaya, na vile vichwa 7 ni mataifa yale ya zamani, na zile taji 10 juu ya zile pembe zote 10. Kanisa la Kirumi, washirika wake wana heshima. Yule joka ambaye ni Ibilisi alimpatia heshima kubwa ya kuwa kiongozi wa kidini na pia kuwa rais wa nchi, na wanamsujudia Ibilisi kwa kupitia kiongozi wa dini. Huyu ni askofu wa Kirumi ajiitaye Baba Mtakatifu. Na tabia za Wayunani, za ulevi na ulaji mbaya, tabia za Wababeli, zile za kusujudia sanamu, tabia za Waajemi na Wamedi, zile za kutooa. Tabia zote hizi zimo ndani ya kanisa la Rumi. Alama ya mnyama huyu yani Rumi ya kidini ni Jumapili. Hesabu yake ni ya kibinadamu ni 666. Alama ya mnyama huyu yani Rumi ya kidini ni Jumapili. Hesabu yake ni ya kibinadamu ni 666. Aliye na uwezo wa kutusamehe dhambi ni Yesu, mwenye kuabudiwa mbinguni na duniani ni Yesu, mwenye kutuokoa wanadamu wote dunia nzima. Ni Yesu peke yake aliyeshinda kifo na mauti. Alama ya mnyama huyu yani Rumi ya kidini ni Jumapili. Hesabu yake ni ya kibinadamu ni 666. Alama ya mnyama huyu yani Rumi ya kidini ni Jumapili.
Yesu mwenye kutuokoa wanadamu wote dunia nzima.